41. Matthew chapter 5 verse 41. Nataka kuongea juu ya the heart that goes further. Guza jirani yako mwambie the heart that goes further. Kwa Kiswahili inasema moyo unaoenda zaidi. Sio mbali tu, zaidi. Praise God. Now the Bible say, na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye maili mbili. Very sweet scriptures. Nitarudia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye maili mbili. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa sababu ya neno lako, ni mkate wa uzima. Ninaomba ya kwamba Bwana, ninapoliletea watu wako utanisaidia hata na kupitia Roho wako Mtakatifu. Kwa kushukuru, twakupa nafasi ya kwanza, na ni kwake Kristo Yesu Bwana tumeomba na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuweka muziki wa neno hili kwa sababu neno hili ukisoma kutoka verse 1 ni Kristo alikuwa anaongea, alikuwa anafundisha in fact wanafunzi wake wakiwa kule juu ya milima. Na mafundisho haya yameanzia in the book of Matthew chapter 5, yameishia Matthew chapter 7 kule mlimani. Na what was happening here wakati Yesu akipeana mafundisho haya, katika enzi zake Kristo Yesu, Israel, utawala ule ulikuwa unatawala ni utawala wa Roman Empire. Na utawala wa Roman Empire ulikuwa umeweka sheria ya kwamba kila askari akiwa amebeba mzigo, akikutana na mtu, tuseme for instance askari anaelekea pande hii na tuseme naye mtu anakuja pande hii, askari aliyebeba mzigo akikutana na mtu, sheria ilikuwa imemruhusu ape mtu huyo mzigo ampeleke maili moja. Can I have two brothers here? Niwe na ndugu tu wawili. Two brothers to give an example. Just two brothers very quickly. Amen. Wapendwa tu wawili. Yes, Pastor Temas, alafu na mnaweza tu kuja hapa tuko madhabahu, ndio niweze kuweka mfano mzuri. So wewe Pastor Temas, simama pale, na wewe ubebe hii tu assume hii kitaba yako ni mzigo, si ndio? So Pastor Temas ni askari, huyu ni askari wa Kirumi, naye huyu ni raia wa Kijiu. Sasa na utafiti unasema ya kwamba siku zile wakati wetu Bwana wetu Yesu Kristo alikuwepo Israeli, serikali ya Kirumi ndio ilikuwa inatawala, na serikali ya Kirumi ilikuwa na askari wake, na askari walikuwa wamekubalika kikatiba ama kisheria ya kwamba askari akiwa na mzigo akikutana na raia amsaidie kubeba mzigo huo maili moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo wacha tuseme hivi, huyu ndiye askari, wewe sio askari. Huyu ndiye askari, huyu maana ndiye amebeba mzigo, naye Pastor Temas ndiye raia. Sasa sheria inasema askari huyu akiwa amebeba mzigo, inua juu, akiwa amebeba mzigo huu wekelea hapa juu kwa mabega, akiwa anatembea hivi kujaanza kuja polepole, na wewe anza kuja polepole. Huyu ni askari wa Kirumi na huyu ni raia, anakuja polepole, anakuja polepole, anakuja polepole. Wakikutana hapa sasa, sheria ilikuwa nasema askari, hata kama huyu hataki, shukisha mzigo wako upe raia, pea raia sasa mzigo. Unaona sasa askari alikuwa anaelekea pande hii, sasa raia atapituka kule, ametoka anapituka, anamlazimisha kwenda, ni by force, lazima ampeleke 1 mile. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bible inasema mtu akikulazimisha umpeleke maili moja, umpeleke maili ngapi? Sheria inasema huyu asaidia askari maili moja, lakini Bible inasema basi kwa sababu amenilazimisha nimpeleke maili moja, sasa mtu wa Mungu naye anaigiwa na Mungu, anampeleka maili mbili. Mumeelewa hiyo mfano? Tuende kwa mafundisho sasa. Bwana wabariki. Tuwapigie makofi.
Haleluya. Gusa jirani yako, mwambie mtu akikulazimisha akupeleke maili moja, mpeleke maili mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na katika siku zake Yesu, tukipewa scripture in the book of Matthew 27 verse 32, tukiweka muziki wa hii neno Matthew 27 verse 32, kuna mtu mmoja wakati Yesu alipokuwa anapelekwa msalabani, kuna jamaa anaitwa Simon. Matthew chapter 27 verse 32, Bible inasema hata walipokuwa wakitoka wakamwona mtu Mkirene jina lake Simeoni. Huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Sasa Simon ni mmoja kati ya mfano ya wale watu walishurutishwa. Simon sio kupenda, alipenda kubeba msalaba wa Yesu. No, he was compelled. The meaning of the word compel, kwa sababu Bible za Kiingereza kuna zile zimeandika the word compel. To compel, it is to force. So Simon was forced abebe msalaba wa Yesu. Praise the name of the living God. So there are moments in life when you feel pushed, strengthened, stretched, and even taken advantage of. A moment when you say, I have done enough. Yani wakati ambao unasikia umechoka kabisa mpaka unasema I have done enough. That is a moment when people expect more from you that you feel you can give. But in the midst of such, Jesus Christ speak a word that challenges our natural instinct. In Matthew chapter 5 verse 41, which say, if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. This is not normal. This is not normal. Thinking, this is not human nature. Unajua, this is not like a human nature, or this is not like sio kitu ambacho ungekipenda sana wakati unasukuma upeleke mtu maili moja, alafu wewe mwenyewe all of a sudden unatokea na roho ya kusema acha nikusaidie tu. That is kingdom nature. Hiyo ni roho ya Mungu. Praise God. Kumbuka, umerudishwa nyuma, sio mahali ulikuwa unaenda. Unakuwa forced kuenda mahali haukutaka. Lakini all of a sudden moyo wako unabadilika. Unasikia utamsaidia mtu huyo hata kama hukutaka. Roho kama hiyo sio roho ya mtu wa kawaida. Ni roho ya mtu ako na Mungu. And so Jesus is calling us today to develop such a heart. Yesu anatuita kama waumini ama kama watu ambao wanamwamini kuwa na roho kama hiyo. That is a heart that does not stop at obligation but more into sacrifice. Roho ambayo inaweza kujitoa, ingia katika viwango vya kujitoa, viwango vya dhabihu. A heart that does not react in pain but respond in purpose. Hallelujah. Hebu za jirani yako mwambie, the heart that does not respond in pain but respond in the purpose. Praise the name of the living God. And so today God is not just looking at what you do. He is looking at how far your heart is willing to go. How far your heart is willing to go. Turn to a neighbor, my neighbor, my heart is willing to go 2nd mile. Hallelujah. Unajua mimi nikiangalia maandiko, there are people whose heart were willing to go. Mtu kama Joseph, who was betrayed by his brothers, he was sold into slavery, wrongfully imprisoned. Yet, when he had power to revenge, he chose not to revenge. Instead, aliamua kuonea ndugu zake huruma. Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50, Mwanzo 50 mstari wa 20 inasema ya kwamba, inasema nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Sasa ukiimagine yale mambo yalikuwa yamemkuta Joseph,
Na vile ndugu za Joseph walikuwa wamemfanya, ukiimagine mambo kama hayo and uangalie ile language Joseph anaongea, huyu ni mtu ameenda extra mile. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kutangaza kanisa letu la Eastern Bypass Kingdom Seekers. We are going to the second mile. No matter. Your marriage is going to the second mile. Your business is going to the second mile. No matter what has happened. Hallelujah. So, Joseph did not just forgive. He provided for those who hated him. Yes, sio kusamehe tu, hata aliprovide. Ukisoma maandiko unaona watu ambao walimuuza anawapea chakula. That is the heart of God. That is the heart of second mile. It doesn't matter what people did to you. It doesn't matter what they did to you when you are in school. Haijalishi walikufanyia nini ukiwa kwa shule. Sasa umekuja umetujoin hapa, umeokoka, lazima wajue Mungu wako. Hata kama Joseph akiwaambia siku hiyo, pigeni magoti hapa muokoke, hatiri mundu utakia honokire, hakuna mtu hageokoka. Mtu aliyeuzwa akakufe, na sasa amekuja kuwapea chakula. Walimpea kifo na yeye amewapea chakula. Amebadilisha kifo na chakula. That is the heart that has gone second mile. Hallelujah. Angalia mtu kama Abraham. Ni mtu ameitwa na Mungu from Genesis chapter 12. Ameenda na Rutu, wamezunguka, wakabarikiwa na Mungu. Alafu baada ya kubarikiwa, wakirudi wakakuwa na conflict. Wachungaji wa Abraham na wachungaji wa Rutu wakakuwa na conflict. But you see the way Abraham now is behaving in the book of Genesis chapter 13 verse 8 and 9. Media give that scripture. Mwanzo 13 mstari wa 8 na wa 9. You see? Inasemaje? Genesis 13 verse 8 inasema, Abraham akamwambia Rutu, basi usiwepo ugomvi. Mimi nakubaliana na Abraham, alikuwa pastor wa ukweli. Ni nani sasa aliyefaa kuambia mwingine usilete ugomvi? Ni Abraham ama ni Rutu? Abraham anasema basi usiwepo ugomvi, na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Verse 9. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami, na kusihi ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. This is the heart of second mile. Hata mimi nasemaga kama Pastor Ibrahim ako na character ya kuwa kama pastor wetu, kwa sababu kama ingekuwa ni mimi, ukiendelea na maandiko usome, ukifika kule mbele ukute vile Rutu alikuja kuchotwa Sodom. Baada ya kuchotwa Sodom, Abraham anatuma 318 soldiers waende wakarudishe Rutu. Kama ingekuwa ni wewe, ukikumbuka vile Rutu alikusubua akichagua kwenda kule mahali ni kuzuri, mahali mashamba iko na irrigation nzuri sana. Kama ingekuwa ni wewe, usikie ya kwamba Rutu amechotwa na mke wake na mali zake zimeenda zote, kama ingekuwa ni wewe, what would you have reacted? Kama pengine ingekuwa ni mimi, pengine ningesema, ama wewe ungesema, okay, Rutu amechotwa, na kilisema kitashuka kule Sodom, kikasema huko ndio kuzuri na kimechotwa, rika taka kaboseka. Mungu hivyo ndivyo unalibishiaga watu wako. Hallelujah. But you see, Abraham anashuka, anamuuliza sasa, brother, unataka kwenda wapi? Ni kama Rutu, ni kama Rutu, Abraham alikuwa mshirika wa Rutu. And so Abraham had the right to choose first, but he gave up. That is the heart that goes further. Huo ni moyo ambao unaweza enda further. He chose peace over possession, humility over entitlement. Hallelujah. Number 3, sitaki kupenda mifano mingi because of our time, is Moses. Moses is another example of a person
who went extra mile. He was at a certain point, there was a time wana wa Israeli walisubua Moses sana, wakamsubua zaidi, na ikafika mahali sasa Mungu ata withdraw na wana wa Israeli. But in the book of Exodus 32 we see Moses standing firm on the gap, anaongea na Mungu mpaka Mungu akaamua kuwithdraw. Exodus 32 inasema, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Sasa ukiangalia mtu kama huyu vile anavyoongea Moses, anaongea na lugha ya kwamba amesimama katika pengo kabisa, and instead of giving up on them, he offered himself. I can give up on these people, but he offered himself. That is beyond the first mile. Love, he loved in a very difficult time. He showed love in a very difficult time and sacrificed for those who opposed him. Unajua watu hawa walikuwa wameanza kumpiga mpaka Musa, but badala ya Musa kuwithdraw kwao, alisimama on the gap akaambia Mungu, ikiwa utamaliza watu hawa nitoe katika kitabu. Naye Mungu alipoangalia vile aliita Musa, alipoangalia Musa ni nani na tumaini alikuwa nalo, akaona hapana, sitamaliza watu hawa. This is a man ambaye alikuwa na heart of extra mile. My question is, ni mara gapi tumewahi kukosewa na watu ambao walikuwa na matumaini makubwa na sisi, tukakubali kuchukua kile walitukosea nacho, tukakosa kuingia katika nafasi ya kuponya mioyo yao, na tukawachana kabisa kabisa. Because Musa akiamua achana hawa watu na withdraw, lakini aliingia katika pango akamwambia Mungu, ikiwa utamaliza watu hawa nitoe kwenye kitabu. Gairira iguro gore kwa Musa atuete, akasema hapana, hatuwezi pitia hiyo barabara. Bwana Yesu ainuliwe sana. Inua mkono mmoja, mwambie Bwana nipe moyo kama wa Musa. Mwambie Mungu nipe moyo kama wa Musa. So na kuna tabia za the heart that goes further. I want to speak of 5 characters of the heart that goes further. Number 1, the heart that goes further is willing heart. Somebody say willing heart. Many people do what they are told, but few do more than what is required. Colossians chapter 3 verse 23. Wakolosai 3 mstari wa 23. What does the scripture say? Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 verse 23. Inasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. And so the first mile say, I have to. But the second mile say, I choose to. A willing heart serves without complaining. A willing heart, very much important to notice that. A willing heart serves without complaining. A willing heart gives without being forced. A willing heart loves without condition. God is not impressed by reluctant obedience, but he is moved by a willing sacrifice. Number 2, a heart that goes further is a loving heart. A heart that goes further is a loving heart. Going the second mile is an act of love, especially when it is undeserved. Luke chapter 6 verse 27. Luka 6 mstari wa 27 mpaka 28. Luka 6:27. Luka 6:27. Shakatara babozaya. Inasema, lakini nawaambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema, wala ambao
wamchukiao ninyi. Verse 28. Wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. You know, anyone can love those who love them. Unaweza kupenda wale watu wanakupenda. But it takes a transformed heart to heal those who hurt you. It takes a transformed heart to serve those who misuse you. It takes a transformed heart to bless those who curse you. That is the heart of Christ. Unajua sisi tunapendaga kubariki wale watu wanatubariki. Na hii ndio message Yesu alikuwa nayo kule mlimani. Bless those who curse you. I mean, ni vigumu sana in a difficult situation kuwa na matendo mengine. For instance, wakati Yesu alikuwa anapelekwa pale msalabani, alibebeshwa msalaba mzito sana. Akawekelewa taji ya miba. Akapelekwa pale msalabani, akapigiliwa na misumari in a very painful situation. No one of us could bear that. But you see the book of, I think, John 19 verse 30. What is his final? Anasemaje Yesu? John 19 verse 30. Anasemaje? Na ni mtu amekuwa compelled, amesukumwa kabisa. Lakini the language he's saying as he finished, anasema basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Hebu tuwekee kwa Biblia King James Version. Give us King James Version. Tuone kwa Kiingereza kuna neno alitafuta pale. King James Version. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Sasa when Jesus therefore had received the vinegar, he said it is finished. The word it is finished kwa Greek word inaitwa tetelestai. The original finished word is Greek word nasema tetelestai. Tetelestai maana yake it is finished. Imagine mtu anasukumwa, badala ya kusema fire, badala ya kusema strain them wamalize, badala ya withdraw unconsciously, Yesu anasema tetelestai, it is finished. Church, whenever we are compelled, whenever we are pushed, it is always good to face heaven and tell heaven, come down for my heart, I need you. And then listen at the voice of the Spirit, how the Spirit will guide you. As Jesus was there, he said, it is finished. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuelekea kwa hawa watu, alielekea mbinguni katika jina la Yesu, because he was sober. This is my prayer tonight. Let us be sober in all things we do. Sometimes it becomes very hard to be sober. We are compelled. The Bible says we are pushed right and left. But turn to your neighbor and let us stand firm. Guza jirani yako mwambie wacha tusimame imara. Kwa sababu Yesu kile kilifanya apigane vita hivi ni kwa sababu alijua adui pia ako kazi. Hata kama Mungu ako kazi, pia adui yako nini? Pia adui yako kazi. Na kwa hivyo asingeweza kuwa sober to the cross, to the last one. Nataka nikuambie adui angechukua nafasi. Inua mkono, sema nimekataa adui achukue nafasi. Hallelujah. Number 2, a heart that goes further is a loving heart. Is a loving heart. Is a loving heart. Going the second mile is an act of love, and especially when it is undeserved. We have seen that. Let's go to point number 3. A heart that goes further is a strong and enduring heart. A strong and enduring heart. Because going further is not easy. It requires strength. Going further, going the second mile, it is not easy. Guza jirani yako mwambie kwenda maili ya pili sio rahisi. Inahitaji nguvu na uweza. Galatians chapter 6 verse 9. Wagalatia 6 mstari wa 9. Galatians chapter 6 verse 9. What does the scripture say? It says,
Galatians 6 verse 9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho zetu. So there are days you will feel tired. Kuna siku utasikia umechoka. There are moments you will feel inappreciated. Unajua kuna wakati unafanya kazi na unasikia dili appreciated ureikienda. Hallelujah. Unajua kila mwanadamu unasikia moyo wako una demand appreciation. Unasikia hujakuwa appreciated vile unataka. But the heart that goes further does not quit. Moyo ambao unaenda further does not quit. Kuna wakati moja nilikuwa nafagianga choo na kanisa kwetu wakati niliokoka. Na sasa nikafagia miaka kama 3. Pastor anakuja ananipita tu. Hidi mwagiulia, kwani pastor haonagi vile nafanya? Hii choo na vile inanukaga baya na sasa. Hawezi hata kuona, hata saa zingine anatafuta marashi na pika. Kila wakati. Na nikafikiria kuquit kazi. Na nikafikiria kwenda kwa pastor mwingine alikuwaga hapo. Anaikuwa anaitwa Kenyajui. My wife sikumwambia nimeenda wapi. Nilipotoka kanisani nikasikia kuchoka nikarara. Nikasikia kichwa inaniumia hapa. Nikafikiria kupiga magoti, maana kuna vile unaweza sikia mwili imekuwa attacked, ufikirie sasa hapa ni maombi peke yake inaweza kunisaidia. Nikapiga magoti hapo nje ya kitanda. Wakati nianza kuomba, Mungu akaniuliza na Kikuyu, gure, wira wako utigire, kazi yangu niwachia nani? Unataka nikumalizie hapa? Sasa Mungu akikwambia anataka kumalizia hapa, ungemwambia namna gani? Ngemwona tokani nene gumbura. Nitasema because nisikia niko unappreciated, hakuna mtu anani appreciate. So going to the second mile, you don't mind whether you are appreciated or you are appreciated. You don't quit katika jina la Yesu. Na najua hapa naongea na moyo wa mtu. I refuse to quit katika jina la Yesu. I refuse to give up katika jina la Yesu. I will trust God in all means katika jina la Yesu. Hallelujah. Number 4, a heart that goes further reflects Christ. A heart that goes further reflects Christ. The greatest example of going further is our Lord and Savior Jesus Christ. Philippians chapter 2 verse 8. Give us that scripture. Philippians chapter 2 verse 8. Wafilipi 2 mstari wa 8. Wafilipi 2 mstari wa 8. Philippians 2 verse 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mti, hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Unajua Yesu hakusimamia tu pale, hakusimamia nusu, hapana. He went from heaven to earth. Alitoka biguni akakuja mpaka hapa duniani. He went from rejection to suffering. Hakuachia barabarani. Alihakikisha ameenda mpaka msalabani, mpaka kwa kifo ameenda. Hallelujah. Because he went all the way through. Hakuna mahali alipotelea barabarani. When you go the second mile, you are reflecting Christ to the world. Wakati umeingia second mile, hapo ndipo unaonekana kabisa modo ni modo wa Ngai. Second mile ndio unaonekana vizuri. Huyu mama ameokoka. Tumejaribu kumsukuma kwa proti, tumeshindwa. Huyu mama ameokoka. Tumejaribu kuongea mambo yake kwa soko, tumeshindwa. Huyu mtu ameokoka. Tumejaribu kuongea habari yake kwenda kesha kila wakati. Huyu mtu ameokoka. In other words, ni mtu ambaye negative zile watu wameongea ni 90%, uzuri wake ni 10%, but yet he remains standing strong in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you go to the second mile, you are reflecting Christ to the world. Very much important to remember that point, that when you go to the second mile, that is now the position when we reflect Christ. Watu wanasema hata askari wanaweza kuja
mshiko mkiwa wengi, uone imekuwa evident. Askari waseme shika huyo na huyo na huyo, weka kwa gari, huyu msimshike. Kwa sababu mtu akiingia second mile, kuna glory inaanza kureflect ndani yake. Kuna vile anaonekananga. Sijui kama umewahi kwenda mahali unasikia watu wanakuambia pastor wewe mweka. Na wewe hata wewe sio pastor. Wewe hata ni waka tu wa kanisa. Mimi nakumbuka wakati niliokoka nikiwa na miezi 7, watu walianza kuniita pastor. Because niliokoka kwa kanisa ilikuwa na 9 people. In the next 3 months kulikuwa na 90 people in the church. Watu wakaanza kuniita pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati uko katika position in the church na tumekupea watu 10 na unakaa tu na hao watu 10, ni vizuri uende uleta wako 10 pia. Wakisha kuna tumutu yako 10 pia umebadilisha katika jina la Yesu, ili uprove your second mile walk. Number 5, a heart that gives God's Father store eternal reward. It stores eternal reward because God sees what others don't. Mungu huona kile watu wengine hawaoni. Kwa sababu vile watu huona mtu sio vile Mungu huona. Unajua watu wanaweza kukuangalia waone ukiwa mtu very black, wakuchaji na kara, wakuchaji na viatu, wakuangalie because watu ni wazuri sana, kama vile walimwangalia Eliabu wakasema modo ni huyu. Vile alikuwa mnono, alikuwa bouncer, wakasema sasa mtu ni huyu. Mpaka Mungu akasema mimi siangaliaki kama wanadamu wanavyoangalia, mimi huangalia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu atusaidie tusiwe tukiangalia mambo na macho ya nje, tuangaliage na macho ya ndani, kwa sababu kile Mungu huangalia katika macho yake ya ndani sio vile wanadamu huangalia. Matthew chapter 6 verse 4. Matthew chapter 6 verse 4. What does the scripture say? Matthew chapter 6 verse 4. Inasema sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazia. So watu wengi maisha yao ya siri haiandamani na maisha ya uwazi. Na unajua the strength of every believer haijulikani, haianzi in the physical, inaanzia in the secret. Nitapeana mfano moja hapa. Kwa mfano, if a woman has been married by a man and after 6 months we see the woman has conceived, what does this tell us? It tells us these people, they were somewhere in the secret. Amen. Now hiyo tunaweza kuchukua kama mfano na maisha ya Wakristo. Wakati wowote unaona Mkristo akiwa strong ije, kuna mahali yako na secret na Mungu, mahali pake pasiri na Mungu, pana kazi kubwa sana inafanyikanga. Because mambo yale tunafanyaga kwa siri na Mungu wetu, na watu wasipojua, yanaweza kudhihirisha maisha yale tunatembea na Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo maisha yetu ya siri na Mungu ni ya maana sana. So your second mile may go unnoticed by people, but heaven record it. Your second mile inaweza kuwa notice sana na watu, kama hiyo mfano nimepeana, lakini heaven haiwezi kosa kunotice. If you read the book of Colossians chapter 3 verse 23, Colossians 3 verse 23 and 24, Wakolosai 3 mstari wa 22 na 3, Colossians 3 verse 23 and 24. Media tukibia hapo because of time, we want to pray. Colossians 3 verse 23 inasema, lolote mfanyaro lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Verse 24, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. And when you look at that scripture, you see that the Bible says whatever we do it wholeheartedly. Shida kubwa sana ya wetu, kile kinafanya tusiingie the second mile, it is because we don't know how to give full punch. Tunapeanaga ibada zetu nusu, tukiangalia masaa yetu. Hatuwezi kumpea Mungu ikiwa tu ni whole, because God doesn't want our half, He wants our whole. And so when you go further at work, in marriage, in ministry, in serving,
You are not serving people, you are serving Christ, and therefore the reward is eternal. Bwana Yesu ainuliwe sana. The world is full of people who only go 1 mile. Dunia imejaa watu ambao wanapenda kwenda maili moja. They want to comfort themselves. People who do the minimum. People who stop when it becomes uncomfortable. But God is raising a people with a heart that goes further. So I ask you today, with your with the revelation of Christ, with the grace that God has given you, arise and focus on second mile. Bwana Yesu asifiwe sana. Arise and begin to focus on second mile, because when you rise on second mile, you will not be stopped. A second mile believer cannot be stopped by anything. A second mile fellowship, a second mile pastor, a second mile believer cannot be stopped by anything. Hallelujah. And so church, rise up in a second mile possession. Because when we rise in second mile possession, your grace will begin to manifest. What the Lord has invested in you, it will begin now to manifest. Kile Mungu ameweka ndani yako. You see, ukiwa first level mile, the grace cannot manifest. What will manifest in the first mile ni weakness zako. Utaanza kuonekana weakness zako. Utaanza kuonekana hauwezi. Lakini ukirise to the second mile, people will begin to come for you. Nations will begin to come for you. People will begin to come for you. Uwashauri na uwashawishi. Watakuja uwaombe. Marriage ambayo imeingia second mile, watu wataanza kuja kuomba misaada kwako katika jina la Yesu. Ndugu ambaye ameingia katika second mile kwa kanisa katika utendaji wake, nataka nikuambie, lazima watu wote watatamani vile unavyomtumikia Bwana. I start to challenge the church today. Let us rise to the second mile in the mighty name of Jesus. Even in this area ya utawala na maeneo haya yote, God is demanding the church to rise to occasion of second mile. Wacha tusimame na miguu yetu miwili. Lazima tuinuke tuingie in the second mile katika jina la Yesu. Na second mile iko na language zake. Second mile iko na language zake. Na language zake inasema, Baba wasamehe hawajui wanalolifanya. Second mile, you might be going in a very hostile situation. Hali ambayo watu wote wanaona kama ni mimi ningepitia hali hii, ningekufa kabla sijafika kwa hali. But a brother going through second mile possession, rise up in a occasion. Ataanza ku-encourage watu, ataanza ku-encourage kanisa katika jina la Yesu. Atasema brethren, atasema kama wakati ya Paul, wakati alienda Agabus akafunga mshipi wa Paul. Wakati Agabus alifunga mshipi wa Paul, Paul akakuja akaambiwa ya kwamba mwenye mshipi huu akienda Jerusalem atapigwa sana. Lakini Paul aliarise to second mile, akasema mimi sio kupigwa, ninaogopa. Hata nikishuka Jerusalem ni uwawe, I am ready for death. That is a second mile brother. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunamuona Abrahamu anatembea na Rutu pamoja, wanatembea pamoja. Rutu alikuwa hana kitu, Abrahamu alikuwa ni tajiri, lakini tunamuona alipobarikiwa Rutu akaanza kuleta fujo. Wakati fujo iliinuka, Abraham aliingia to the occasion of second mile. Akamuuliza brother, unataka kwenda wapi? Akamuuliza. Abraham alinyenyekea. Mpaka siku ya leo tunaweza kusema Mungu wa Abrahamu ndiye Mungu tunamtaka. That is the second mile brother. Mtu ambaye anaangalia kule anaenda. Let me tell you friend, a second mile brother has the mind of eternity. Ako na mawazo ya umilele. However the case, hata kama kumeharibika, oh my God and my Father, let us have eternal mind. Let us have eternal mind. Let us have eternal mind. Hata kukiharibika, tutamwambia Bwana, mbele ninaenda.
ninaendelea, ninazidi kusongea, sitakufa moyo. Jambo hili sio la kunivunja moyo, ninakufanya niamuke, ninakufanya niinuke. Oh, shakatarababozaya. Fungua kinywa chako na mbele zake Bwana, mwambie Bwana, this is my humble cry. I pray to rise up in the second mile in the mighty name of Jesus. Ninakataa kuvunjwa moyo na adui, hata kama kuna mambo yameinuka kunivunja moyo, ninakataa kuvunjwa moyo, ninakataa kuvunjwa moyo katika jina la Yesu. Shakatarababozaya. Somebody pray, ombea moyo wako, sema ninainuka kuingia second mile, ninainuka kuingia second mile. Mungu anatamani kanisa hili la Kingdom Seekers Eastern Bypass liingie to the second mile, liingie to the second mile. Hakuna watu waliingia to the second mile kama hakuna situation kali iliwapata. We are entering to the second mile. My marriage is entering to the second mile. My business is entering to the second mile. Shakatarababozaya. Huu ni mwanzo tu. Gainoka ondu atuonetie kanini. Ndamwira second mile nituraingira. Tunaingia second mile. Tunaingia second mile. Shakatarababozaya. Tunaingia second mile. Tunaingia second mile. Na Yesu alisema mtu akikuomba umpeleke mailo moja, peleka mailo mbili katika jina la Yesu. Kanisa, pokea neema ya kupeleka kila jambo, ya kupeleka biashara zako maili mbili. Pokea neema sasa. Rekatarababozaya. Hata kama wewe ni kijana uko kwa ibada, pokea neema ya kwenda second mile. Rekatarababozaya. Rekataribozeketara. Ropazakadinazeka. Koprazagaskari-babozaya. Pokea neema ya kwenda second mile, second mile, second mile. Tunapigana na kila maroho yanayovunja watu moyo wasiingie kwa second mile. Tunapigana nayo sasa. Pigana na kila maroho yanayovunja watu moyo wasiingie katika second mile. Pigana nayo maroho. Mwambie Bwana, ninakataa, lazima niingie kwa second mile, lazima niingie mimi. Rekatarabinazana. Koprazagadia. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. Kuna watu wengi sana wameingia kwa second mile, na nimewapea mifano yake katika jina la Yesu. Na kusudi sana la Bwana kuingisha watu wake kwa second mile ni ili yeye mwenyewe ajidhihirishe. Oh, nigetha Ngai yeyonanie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwambie Bwana, unisaidie. Mwambie Bwana, uniwezeshe. Unipe nguvu Bwana, unipe uwezo. Ni kweli ni kugumu, ni kweli jambo hili limenisukuma, lakini Mungu wetu na Baba yetu, I desire to enter second mile. I desire. Resha kataribazaka. Watu wote walioshinda katika maandiko, watu kama Job waliingia to the second mile, walifanya mikutano, walifanya mitihani yao mpaka wakaishinda. Siku ya leo wako kwa maandiko kwa sababu waliingia to the second mile. This is my humble prayer, my Father. Nipe neema, nipe neema, nipe neema ya kuingia second mile. Nipe neema Bwana. Oh, hata kama kanisa la Kingdom Seekers Eastern Bypass, tupe neema Bwana, tupe neema Bwana. Shakatarababozaya. Tupe neema Bwana. Oh, bila yetu ni kwamba Mungu wetu, tupe neema Bwana. Oh, shakatarababozaya. Rekatinazokataya. Tupe neema Bwana. Tunapigana na kila maroho ya kutuvunja moyo, tunapigana nayo, tunapigana nayo, tunapigana nayo, tunapigana nayo. Rekatarababozaya. Tunapigana nayo kila maroho ya kutuvunja moyo, tunapigana nayo sasa. Somebody pray, somebody pray. Sagaskari babazaka. Resha katarabinazana. Rekatarabina. Lazima tuingie second mile, lazima tuingie, lazima tuingie, lazima tuingie, lazima tuingie. Rakakakayanda, rakakakayanda. Lazima tuingie, lazima tuingie, ndio, lazima tuingie, lazima tuingie, lazima tuingie, lazima kanisa liingie, lazima wewe uingie. Chama zote zimepangwa na adui za kufanya tusiingie second mile. Tunapigana hiyo maroho, tunapigana hiyo maroho, tunapigana hiyo maroho katika maeneo haya. Tunaharibu kila ngome na watawala wote wa giza kwa damu ambao wanaweza zuia tusiingie second mile.
katarababosaya. Somebody pray, somebody pray. Pigana na kila roho, tangaza hautazuiliwa kuingia second mile, maana ukiingia mambo inakugoja, mataifa yanakugoja. Oh, shakatarababosaya resakataribozeketaya riataya zabina. Tukiangalia katika Biblia tunamuona Abrahamu akiwa one of the main characters in the Bible, kwa sababu aliingia kwa second mile. Hatumuoni Rutu mahali. Rutu karakta yake ni ya kusukuma Abrahamu. Nimekataa kuwa wale watu wanasukumanga watu, kwa sababu watu ambao wanasukuma wengine hawezi ingia kwa second mile. Hawawezi. Shakatara rekatara baba. Somebody say my portion. Oba sema my portion is second mile. Ninakataa first mile portion. Ninakataa first mile portion. Ninakataa zaruya reshakataba repakatabakata roshataba binazanda rekatarabababa. First mile is not my portion. Kanisa la Kingdom Seekers Eastern Bypass, first mile is not our portion. Tunakatana na maroho ambaye anataka kutupea first mile. Tunapigana nayo. Lazima tuingie sasa. Hakuna mapepo na watawala wa maeneo watazuilia uingie second mile. Hawatazuilia. Oh my God. Wengine wamekosa kuolewa kwa sababu wako first mile. Ingia second. Wengine nakwambia wanakatalia biashara zao in the first mile, lakini ukiingia second mile ni mahali pa sacrifice, ni mahali pa kujitoa. Rekatarababosaya repakatabakata roshakata. Maroho yote inayozuilia, ngome zote na madhabahu yote yaliyoinuliwa tusiingie second mile, tunapigana nayo sasa. Tunaharibu ngome zake. Tunainuka sasa jeshi lote la kuzimu ambalo linasema hautaingia second mile. Tunapigana nalo sasa. Tunapigana na hilo jeshi. Tunapigana na hilo jeshi. Rekatarababosaya. Hilo jeshi la wingu ya giza tunapigana nayo. Jeshi la kwenu nyumbani. Jeshi la makuhani wa giza katika maeneo haya tunapigana. Jeshi lote la giza ambalo linapigana na kanisa lako Bwana, tunapigana nalo sasa. Jeshi hilo la giza tunapigana nalo kwa damu ya mwana kondoo. Tunawachilia moto sasa. Shakatarababosaya rekatarababosere rakayatayabosa raboshatarababosaya. Kuna watu wako hapa katikati wamekwama first mile, wamekwama miaka nyingi, wanajifariji, wanasema hawajiwezi, wanasema hawawezi. Bwana washike kwa roho wako, waigize kwa second mile, waigize sasa.
Bwana, hawa ambao wamezuiliwa na shetani, adui amesema hawatawahi kuingia second mile. Natangaza ukombozi wenu sasa, natangaza ukombozi wenu sasa. Wale ambao wamezuiliwa miaka nyingi, adui amesema watahama ploti kwa ploti, na hawatahama kwa amani, watakuwa na hama kwa machozi. Nasema na kutangaza, nimewang'oa kwa first mile, nimewang'oa kwa first mile, nimewang'oa kwa first mile. Ingieni to the second mile, ingieni to the second mile. Kuna watu Mungu wetu anawachilia nguvu ya kuingia to the second mile. Kuna watu Mungu anaachilia hiyo nguvu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema ya kuingia second mile. Ndio, pokea hiyo neema. Receive it, receive it, receive it. Kuna watu wako hapo wanasikia kuquit kwa their marriage. Pokea neema ya kuingia second mile. Pokea neema, pokea neema ya kuingia to the second mile. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kuna wingu la neema inatembea hapa. Oh my God, kuna neema kubwa sana iko mahali hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naona kuna watu wanawekwa ni kama mabawa ya kuburuka juu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. The grace is all over. Pokea hiyo neema in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wengine wanapewa neema ya kupigana vita, wanaingia second mile. Umekuwa first mile ukipigania pale all the way through. Pokea neema ya kupigana ukiwa second mile, second mile, second mile. Shakataya, shakataya riataba, shakataya riataba, shakataya riataba, rekataya riababosaya, rikabagosareba, rakabinazakataya. Pokea neema sasa ya kuamuka, pokea neema ya kuamuka. Kuna watu walifunikwa na blanketi na adui wasifaulu kuamuka usiku, kwa sababu adui alijua wakiruhusiwa kuamuka usiku kuombea maisha yao, kuombea hatima yao, maombi yale ndio yatawawezesha kuingia second mile. Lakini natangaza neema ishuke sasa, neema ishuke sasa, neema ishuke sasa ya kuingisha kanisa lako Bwana to the second mile, to the second mile, to the second mile, to the second mile. Shakatarababosaya, esharabinasana. You can never fight any spiritual battle in the first mile. First mile ni mahali ya kuwekelewa mizigo, kama vile huyu soja na kuforce. Oh, nimetangaza kila mmoja wetu tutoke kwa first mile. Kuna watu wanangolewa sasa. Oh my God. Kuna watu wanashikwa kwa nguvu wakiingizwa
kwa sababu Mungu ameona wakikaa katika first mile watawekeleagwa mizigo, watakuwa nakutana na soja kila mahali, wanawekelewa kila takataka. Ninatangaza sasa, ondoka, 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 pita hata huyo soja, enda kabisa, hautapigishwa U-turn ati unarudi kule umetoka. Ninatangaza neema ya kusonga. Hata ukikutana makuhani wa giza, ukikutana hao demonic priesthood, hawatafaulu kukuwekelea mizigo, hawatakuambia ubebwe. Hata kama sheria imepitishwa, tuko hapa kuikanusha. Nasema tuko hapa kuikataa. Hata kama sheria imepitishwa, huyu awekelewe mizigo, huyu asipite, huyu asiingie second mile. Niko hapa kukanusha. Kila maandiko imeandikiwa maisha yako, kila maandiko imeandikiwa kanisa hili, tuko hapa kuyapinga, tuko hapa kuyakanusha. Hata kama kuna maandiko yameandikwa ya kwamba wewe hautaishi tena, niko hapa kukanusha kwa damu. Natangaza utaishi wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata kama imeandikwa wewe hautawahi kuwa kitu kwenu, nyanya akasema, wazazi wakasema, niko hapa kukanusha, kusema ya kwamba wewe lazima utainuka, utaingia second mile. Nasema utaingia second mile, utaingia second mile. Shakatarababosaya, hiyo neema imeshuka sasa, hiyo neema imeshuka sasa, hiyo neema imeshuka sasa ya watu kuingia kwa second mile, second mile marriage, second mile ministry. Rakata yakata rosha kata kopraskeda rapostari babazaya, second mile, second mile. Kanisa hili pia linaingia second mile, kanisa linaingia second mile, second mile. Second mile prayer, second mile prayer, second mile prayer. Mtu akiingia second mile anajikosa, 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 anasemaga ni Mungu tu. Hata mambo yakifanyika nini, anasema ni gai doga iwe wiki, ni Mungu akiwa peke yake. Shatarababosaya. Kuna ombi moja natamani, shakata ndani ya moyo wangu, kama vile nahisi Roho anavyozidi kutuhudumia. Kanisa hili limeingia in the second mile, limeingia in the second mile. Limeingia in the second mile. Na kanisa sio mijengo, ni maisha ya watu. Listen to this scripture, Isaiah 40 verse 30, it say, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Oh my goodness. They will run and not grow weary. They will walk and not be fainted. Tunataka tuambie Mungu, Lord, renew our strength. Hawezi ingia second mile ikiwa hauna nguvu za kuingia. Kuna watu wengi sana wanatamani kuingia viwango vya juu, lakini nguvu za kupanda wapae waingie juu hawana. Nasikia Roho wa Bwana akisema, nimeachilia hizo nguvu sasa. Nimeachilia hizo nguvu. Nasema hizo nguvu zimeachiliwa. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Neema isiyo ya kawaida. Neema ambayo wachawi, waganga, makuhani wa giza hawawezi kuizuilia. Hata ukifika kwenu watu wataanza kuuliza, kaijeri wekili atia? Waambie nimeingia second mile, nimeingia second mile, nimeingia second mile, nimeingia second mile. Watu wote ambao wamekuwa wakipuuza maisha yako, nataka nikutabiria, nikuambie wakati wako wa kuinuka, wakati wa kuingia second mile ndio umefika, ndio umefika. Nasema umefika.
mile. There is the grace, the grace, the grace, the grace to travel. Kuna neema imeachiliwa kwa hii kanisa kutoka siku ya leo, neema ya kutravel in second mile. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Imeshuka, ndio hiyo neema ya kuingia to the second mile imeshuka sasa. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Hiyo neema imeshuka, hiyo neema imeshuka, hiyo neema imeshuka. Wale walikuwa wanatafutwa na adui, ukiingia hapo hautafutwi tena, kwa sababu vita vyako vimebadilika, majira yako yamebadilika, 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 yamebadilika. Receive the grace, receive the grace, receive the grace. Pokea hiyo neema. The power of the Lord is all over in this house. Kuna nguvu zinatembea hapa, kuna uweza wa kiungu unatembea mahali hapa. Ndio, pokea neema zaidi, pokea neema zaidi, pokea neema zaidi. Wewe hautakuwa bure, hata kama watu wenu wanaona kama wokovu wako ni wa bure. Pokea neema. Neema ndio usaidia watu kuingia katika second mile. Pokea hiyo neema. Receive the grace, receive the grace. Shaka tarababozaya. Oh my God, inaharibu kila majengo, inaharibu kila majengo ambayo wengine wamezuiliwa nayo, inaharibu kila madhabahu, inaharibu kila madhabahu. Shaka tarababozaya reka tabina zana. Wengine reward yao imeshuka. Kuna reward. Wamefanya hii kazi, wameweka nguvu zao zote hapa, wamesimama na kazi hii. Nimekuja kuambia reward imeshuka, reward imeshuka, reward imeshuka, reward imeshuka. Bible inasema in Hebrews chapter 11 verse 6 inasema, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Kuna watu reward yao imeshuka, kuna watu reward yao imeshuka. Second mile inaingiaga na reward. Pokea reward yako, pokea reward yako. Wengine wamekuwa kivunjika moyo. Ukikuwa koroti ya kukerehanwa, unaweza kufaje moyo wakati wa reward? Na watu wakiingia second mile ndio wakati wa reward. Nimekuja kutangaza wote ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa bidii, pokeeni reward yenu, pokeeni reward yenu, kwa sababu sasa heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata, heri wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana watapata. Kuna watu wamemtumainia Bwana hapa siku nyingi. Ingieni to the second mile. Ingieni to the second mile. We are living in the rewarding day. Siku za malipo, siku za malipo. Tunaishi siku za malipo, siku za malipo. Nimetangaza wote ambao malipo yao yamecheleweshwa, pokeeni, kwa sababu watu wakiingia second mile ni majira ya malipo, ni majira ya malipo, ni majira ya malipo. Na wacha niwaambie
kanisa la Bwana, Mungu halipaki uzuri na mabaya. Hapana, hapana. Dimension zote ni malipo. Pokeeni malipo yenu na adui asipate mwanya. Nasema kanisa hili kwa sababu ya kusimama katika mwanya, katika maeneo haya. Oh my goodness, pokeeni malipo. Pokeeni malipo. Mikesha yote mmekuwa mukikesha hapa, mifungo yote mmekuwa mukifunga, mukisimama katika mwanya. Natangaza, pokeeni malipo. Pokeeni malipo. Bwana awape nguvu, Bwana wafariji, awasimamishe mahali adui hapo. Father, we give you praise, we worship you, we highly exalt your name. Thank you for your word, our Father. Asante kwa kutuweka in the second level katika jina la Yesu. Asante kwa kuandaa mioyo yetu kwa ajili ya kuingia to the second level. We give you praise, our Father. We give you praise, our God. We give you praise, our Master. We highly exalt your holy name. Thank you, Jesus. Sisi tukujiachilia tu kwa Bwana, sisi tukujiachilia tu kwa Bwana. Shakata mabusa resha mabusa oh shata new strength, new strength, new strength. Kubalia Bwana apate njia kwa moyo wako. Hila shikai radosi hai shilaya rarese telelelelelele. Kubalia apate njia kwa maisha yako. Rila la 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 basanda la bashalaba shanda raba shanda rila shikaraba shalabina shalara basanda ribo sharara rosa taya shalara bosa kataya hilaya shanda babose shilaya riataya rinaya reshi arinasi ataya heya ramasia rabi heya ramasia rabina heya rasakata heya ramasia neshalaba rekalaba satalaba yande shekarabaganda riba rekayanda rasanda heshetelelelebo yanda rabo shandarina sekete shalabina maganda shekete rizeya shitaya masakata mazina rinahanda rekabaganda ramasina shetelebegenda ribosia taya rekabaganda ramasia. Oh my God, yes, O Lord. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Sharabu sharabazaya. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Shelabaganda raboshata. Yes, O Lord. Rasa